Mambo vipi machali wangu wa nguvu? Leo kwenye simulizi Popcorn tunaenda mbele kabisa huko mbeleni, yani the future, kwenye ulimwengu uliopinda ambapo maskini wamegeuzwa kuwa mtaji na chakula cha matajiri. Kila siku mdingi mmoja analazimishwa kunywa zaidi ya paundi 100 za soda ya Coca, lakini sikia sasa, huyu mdingi hapati hata stimu au raha ya robo sekunde. Kwa nini? Kwa sababu stimu zote za ile soda zinapelekwa direct kwenye akili za matajiri kupitia sensa maalumu ya mawimbi ya ubongo. Alafu ubonge wote na uzito unaotokana na hiyo soda unabebwa na miili ya maskini pekee. Msala mzito mwanangu. Sasa kuna mfanyakazi mpya mamnyogode mmoja anaitwa Ana. Mamnyogode akashindwa kuhimili ule mtikisiko mkali wa Coca, akazimia papo hapo chali ya rasta. Daktari alipomcheki akagundua moyo umesimama. Ilibidi apigwe shoti ya umeme fasta ili azinduke, lakini ghafla bosi akamzuia daktari. Kumbe ili kulinda siri za kampuni, kila kiongozi amewekewa kirusi cha hali ya juu mwilini mwake. Akipigwa tu shoti ya umeme, kile kirusi kinaamka na kumuua sekunde hiyo hiyo. Daktari akapiga kelele, nisipompiga shoti huyu mamnyogodea anakata kamba, unaweza kukizima hicho kirusi mzee, fanya chapu, tunampoteza. Bila kuwa na janja, bosi akalazimika kuzima kirusi kwanza mwilini mwa mamnyogodea Ana. Hapo ndipo daktari alipompiga shoti na moyo ukaanza kudunda tena, ingawa bado alikuwa hajitambui. Daktari akampandisha fasta kwenye lifti ili ampeleke kwenye gari la wagonjwa. Lakini milango ya lifti ikifungwa tu, mdingi mata akapunga mikono yake miwili. Ghafla chumba cha siri ndani ya lifti kikafunguka. Machalii wake walikuwa wanasubiri humo ndani wakiwa wameandaa maiti inayofanana kabisa na mamnyogode Ana. Lifti inachukua sekunde 17 tu kufika chini. Ndani ya sekunde hizo 17 ilibidi wabadilishe vitambulisho vya kibiolojia ili kufanya ule mchezo wa kuigiza wa kubadilisha maiti na kumficha mamnyogode mzima. Bahati nzuri mdingi Matt ni dokta wa udukuzi wa hatari. Kabla milango haijafunguka chini, akawa amemaliza msala mzima na kufunga kile chumba cha siri. Milango inafunguka, mdingi Matt anatikisa kichwa kwa uzuni wa mchongo na kumwambia bosi, mzee wangu mamnyogode kashindwa kutoboa, amefia humo ndani ya lifti. Bosi anacheki kitambulisho cha mamnyogode, system inasoma amekufa, lakini kumbe mamnyogode Ana wa ukweli amezibwa mdomo na machalii wa Matt huko kwenye kile chumba cha siri cha lifti. Sasa hapa mdingi Matt ana muda wa kutosha kumkamua huyu mamnyogode atoe siri za kampuni pinzani ili yeye apate promo na mtonyo mrefu. Kumbe ile kampuni anayopiga kazi mdingi Matt wametengeneza mashine ya hatari inayoweza kusoma mawazo ya mtu na kugeuza ndoto au siri zako zote kuwa video. Baada ya msala kuisha, mdingi Matt anapandishwa cheo hadi ghorofa ya 39, lakini bado hajaridhika kwa sababu lengo lake alikuwa mtonyo bali kumtafuta mamnyogode wake aliyepotea miaka ya nyuma. Ili apate ruhusa ya kumtafuta ilibidi apande ghorofa moja zaidi ya 40, lakini katika zama hizi matajiri wanaishi miaka 800 hadi 1000. Akimsubiri bosi wake astaafu kwa amani, atakufa yeye kwanza, hivyo inabidi ampige chini bosi wake kabla ya muda. Mida ya saa 4 usiku mdingi Matt anazama peke yake kwenye uswahilini mmoja hatari kwenye soko la magendo. Kuna sheria moja tu hapo, matajiri hawaruhusiwi kuingia. Mlinzi alitaka kumtimua, lakini mdingi Matt akavuta noti kadhaa za dola 100 fasta na kumwambia mlinzi, ukinipotezea huu mzigo wote wako, mtonyo unajibu kila kitu mwanangu. Mlinzi akapotezea, achaliwa bodaboda akamwahi Matt na kumpeleka hadi ghorofa ya 18 chap chapu. Mdingi Matt alipiga hatua zote hizi ili anunue bastola ya kijanja sana. Hiyo chuma haijeruhi mtu mwili bali inatupa mawimbi ya sauti yanayofanya kila mtu aliye karibu asikie maumivu makali ya tumbo na kuharisha papo hapo. Kesho yake kazini, mdingi Matt anaingia ofisini kwa bosi wake kama kawaida kutoa ripoti, huku amevaa earphones maalum za kuzuia sauti ili kujilinda. Akiwa anasoma ripoti, anaficha ile chuma kwa siri chini ya meza kisha anaiwasha. Bosi anaanza kusikia tumbo likisokota vibaya mno, anakaribia kujaribia ofisini, akakimbilia chooni chap chap. Hatua ya kwanza imetoboa. Sasa hapa inabidi mdingi Matt aingie kwenye kompyuta bosi na kuweka vivusi maalum, lakini bosi akarudi haraka kuliko alivyotegemea. Mdingi Matt akaamua liwalo na liwe, akazidisha nguvu ya ile bastola hadi mwisho kabisa. Sura ya bosi ikabadilika fasta, akashindwa kuvumilia, akageuka na kukimbilia tena chooni. Mdingi Matt akapumua kwa amani, lakini betri ya earphones zake ikaisha chaji ghafla. Bila kinga, mdingi Matt naye akaanza kusikia tumbo likisokota hatari. Alikaza roho na kuvumilia maumivu hadi programu ilipoisha kuinstall, akazima ule mtambo kisha akarudi mezani kwake kama hakuna kilichotokea. Muda wa kutoka kazini ulipofika, kwenye kile kizuizi cha ukaguzi wa ulinzi, wafanyakazi wote wanakaguliwa mwili mzima, lakini mdingi Matt alipokanyaka kwenye skana, alama ikapiga kwa nguvu sana. Kila mtu akashtuka, lakini kumbe system imedetect kuwa bosi ndio ana kirusi kikubwa cha udukuzi mfukoni kwake. Walinzi wakamvamia bosi, wakapata ile flash ya udukuzi, wakamkamata na kumpeleka chumba cha mahojiano papo hapo. Baada ya mchongo kufanikiwa, mdingi Matt bado anajisikia hatia kwa kumfanyia vile bosi aliyekuwa anambeba. Mwishowe bosi akapigwa chini na mdingi Matt akachukua kiti chake na kupata access ya ghorofa ya 40. Fast anafungua system ya ulinzi ya nchi nzima kumsaka mpenzi wake wa zamani mamnyogode Amy.
Baada ya msako mkali wa data za sura anafanikiwa kumuona, lakini anapigwa na butwaa ya mwaka. Yule mamnyogode Emi aliyekuwa mpole na mstaarabu sasa amepaka makeup kali sana na amekuwa mwanachama wa klabu ya siri ya matajiri wa hiyo kampuni katili. Mdingima hata anavunjika moyo kabisa, lakini bado anaamini kwamba mamnyogode ana sababu zake. Hivyo anaanza kupanga ramani mpya ya kwenda kumuokoa. Je, Mdingima hata atafanikiwa kumuokoa mamnyogode wake au ndo ataishia kunaswa kwenye mtego wa matajiri? Usisahau kusubscribe kwenye Simulizi Popcorn, gonga like na tuandikie hapo chini kwenye comment kama unataka muendelezo wa hadithi hii kali.